nilifanya mimi mwenyewe nikiwa hapa Yerusalemu. Sikuimalizia ile story niliyokuwa nawapa jana. Acha nimalizie. Ni kwamba nilimwambia mke wangu tumechoka na umaskini, tutoe sadaka. Na hii jambo la kutoa sadaka nilikuwa nalisikia ndani, ila nalipuuzia kwa sababu ni gumu. Unajua hakuna mtu anayeweza kutoa sadaka kubwa kwa urahisi. Kila mmoja anayetaka kutoa sadaka huwa anashindana sana, ila yeye sasa ukitumia akili unashindwa, ukirudi moyoni unashinda. Na ndio maana sadaka inakuwa na matokeo, kwa sababu haitolewi kwa akili, inatolewa kutumia moyo. Unanibana vizuri? Mimi Mungu alishanisemesha miaka mingi kwamba toa sadaka. Nikamwambia Mungu, nitoe sadaka gani? Akaniambia usichukue sadaka yoyote au pesa za fungu la 10 kwenye kanisa unaloliongoza. Sasa hilo sio jambo rahisi, kwa sababu mimi ni mchungaji, ninakula kupitia hizo sadaka. Lakini Mungu anakuambia usichukue sadaka yoyote katika hizo pesa zinazotoka hapa. Kwani ni dhambi? Sio dhambi. Mungu anataka nini? Anataka wewe umuonyeshe imani kwamba unamwamini. Nguvu zake unazitegemea, sio kwamba unategemea hicho chombo cha matoleo ambacho kinakuja kusimama mbele yako hapo. Sio kwamba sasa ili ubadilishe vizazi vimekuwa katika elimu na mawazo mgando ya kwamba sisi tutaishi kwa kutumia mshahara. Kwa hiyo kuna mtu ametengeneza akili yake, anaishi kwa kutumia mshahara na anajua mshahara wake ndio kila kitu kwenye maisha. Kwa Mungu haiko hivyo. Na unapotaka wewe uwe mtu mkuu, lazima uwe tofauti na wanadamu wengine wanavyofikiri, kwa sababu ukiwa unawaza kawaida utabaki kuwa wa kawaida, lakini ili uwe wa tofauti lazima uwe tofauti na watu wengine wanavyowaza. Akili yako iwe akili ya mbinguni ambayo wanadamu hawajawahi kufikiria. Sema amina. Amen. Sema amina nyingine, mbingu zielewe. Haleluya. Siku zote ukifikiri kawaida utakuwa mtu wa kawaida, lakini ukifikiri na kutenda tofauti, wewe lazima utakuwa wa tofauti. Na wanaoimiliki dunia hii sio wa kawaida, ni wale watu wa tofauti. Na ndio maana Yesu Kristo ametupa Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu atufanye sisi kuwa watu wa tofauti. Wakati watu wanawaza tutaishi kwa mshahara au kwa zile faida kidogo tunazozipata, sisi tunaingia kwenye agano, tunasema mshahara wa mwezi wa 4 mimi nitautoa wote kwenye madhabahu, alafu Bwana nione ninaishije kwa kutumia jina la Bwana. Sema amina. Nikamwambia mke wangu, maana kwanza nilikuwa naogopa kumwambia. Najiuliza niamwingiaje? Hapo ndipo tunapotegemea, tunakula hapo, tunasomesha hapo, halafu Mungu ananiambia tusichukue chochote kwenye chombo cha madhabahu, tumtegemee yeye. Halafu ananihakikishia kabisa moyoni kwamba utafanikiwa, utafanikiwa. Mwambie Mungu, nitaanzaje kuishi? Anasema utafanikiwa, mimi nitakubariki. Nikamhubiri, nikamwambia mke wangu, mimi mbona nasikia tusichukue chochote kanisani? Kwa muda gani? Sijui ni kwa muda gani, lakini na Mungu ananiambia tuachane na hizi sadaka na haya mafungu ya Mungu. Anataka anifundishe kitu. Ukoo wetu ni ukoo wenye matatizo. Kanisa letu ni kanisa ambalo limekuwa na majanga mbalimbali. Linakwenda juu, linashuka chini, linakwenda juu, linashuka chini, halieleweki. Kwa hiyo mke wangu, tutoe sadaka. Mke wangu akasema sawa, lakini tutaishije? Nikamwambia hata mimi sijui tutaishije, lakini tutaishi tu, tutoe tu. Nikaja kwa wazee wa kanisa nikawaeleza, jamani, mimi najisikia kutoa sadaka, msinipe chochote kwenye hii madhabahu. Kwa hiyo mchungaji, utaishije? Sijui nitaishije, lakini nitaishi tu. Kweli tukubaliana. Nikaacha kweli kuchukua wiki ya kwanza, nikaacha kuchukua wiki ya pili, nikaacha kuchukua wiki ya 3, nikaacha kuchukua wiki ya 4. Na sijui ninaishije, lakini naishi tu. Unajua Mungu ajabu sana. Ile wiki ya 4 ndio mtu sasa
akanipigia simu kutoka mkoa mwingine, akaniambia, mchungaji, kuna akaunti ya benki? Nikamwambia nataka kutumia kahela ka soda. Baadaye nikampa akaunti, akatuma kuja kuangalia milioni 1. Na kanisani kwa mwezi mzima nilikuwa napata kama shilingi 450,000 hivi kwa mwezi. Lakini kwa zile wiki 3 ya 4 napewa milioni. Zikapita wiki 3, siku 5 akanitumia tena milioni. Huyo mtu. Ikapita tena siku 5 akatuma tena milioni. Zikawa milioni ngapi? Nikaanza kula bata kwa sasa. Jamani, haleluya! Nilikaa miezi 6 bila kuchukua chochote kwenye chombo cha matoleo. Miezi 6. Mungu akaniambia, nitakubariki na nitakufanya kuwa mkuu. Huwezi kuwa mkuu kama hujui kutoa sadaka zenye gharama. Kuna matatizo yatakushinda. Kuna maombi mengine unaomba Mungu hayasikilizi, anataka aone commitment yako ya ndani kupitia matoleo yako. Acha ile michezo ya kipagani. Wapagani walikuwa wanaenda kutoa sadaka kwa mizimu. Akienda kutoa sadaka kwa mizimu, anachukua, yani wanachinja ng'ombe, halafu kule kwenye mizimu wanachukua utumbo na michuzi mingi imejaa ndoo. Na vile vitu, hapo ndio wanafika wanakunywa ile michuzi. Halafu wanasema tule fuhe liwa. Tule fuha liwa. Liwa mbande. Bebe ngasa bebe kongose michuzi minofu yote na maini mnakula nyinyi kule nyumbani na watoto wenu, lakini mizimu mnaweka. Halafu wanachukua vile viungu vilivyovunjika, halafu ndio wanaweka kwenye ule mti mkubwa wa mizimu, halafu wanachukua vile viutumbo wanaweka pale kwenye vile viungu, wanaweka kwenye vile viungu na michuzi mingi kwenye viungu. Halafu wanasema tuondokeni sasa, mizimu itakuja ile. Wenyewe wanakwenda kulia kwenye vyombo vizuri, mizimu inalia kwenye mlocho. Sasa wameokoka hawa, wamekuja ndani ya makanisa, wanafanya hivyo. Wakitaka kutoa zaka au sadaka, anachukua shilingi 500 ya chuma, anaweka, na bahati nzuri wanaweka kwenye bahasha, wanaweka kengele, haonekani. Anatuletea zile roho za mizimu. Nasema hiyo ipigwe katika jina la Yesu. Sema pigwe kwa jina la nani? Tupone na Mungu atusaidie. Pone tusipone. Tupone. Sasa mnaona watu ambao walikuwa wanafanya katika matukio ya kuabudu mizimu na kuheshimu mizimu kinafiki, wameleta sasa kwa Mungu tena huko na wenyewe kuja na unafiki. Na ndio maana unaweza kukuta mtu analia sana lakini hapati matokeo, kwa sababu Mungu siku hizi ameshachoka kuangalia machozi ya kinafiki. Kwa sababu machozi ni machozi. Kuna watu wanatoa machozi kwenye kuact tu, anakuangalia hivi, anaongea maneno, anaanza kulia. Mungu ameshawaona wanadamu ni wasanii. Wasanii fanya usanii mpaka madhabahuni. Yaani akiwa ana mambo mazuri, yeye kwa Mungu haonekani, ila akipigika anakimbilia kwa Mungu. Yesu, Yesu, Yesu. Bwana akimsaidia haonekani kanisani. Akishaona matatizo yake hajui tena mambo ya ibada. Kuna mtu mmoja nikamsikia ananiambia, "Baba mchungaji," nikamwambia, "Mbona uonekani kanisani?" Akasema, "Kwani ibada ni lini?" Nikamwambia, "Jumatatu, Jumapili, Jumatatu na Jumanne." Akasema, "Okay. Jumapili nitakuja kwa sababu sina kazi." Nikamwambia, "Usije." Nikamwambia, "Usije." Sasa tena nimekuaje mchungaji? Mungu hataki watu ambao hawana kazi. Yaani Mungu anataka uwe na kazi, halafu unaisimamisha kazi yako, unakuja kwake. Hapo ndio anaiona thamani. Eti nitakuja kwa sababu sina kazi.
Alikwambia anataka muda ambao hauna kazi. Anataka muda wenye kazi kwa sababu ndio muda wa gharama. Je, unaweza kufunga biashara yako kwa ajili ya Mungu kaenda ibadani? Ukifika kwenye hiyo level umeanza kutoa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa umetembelewa na wageni na muda wa ibada umefika, halafu kwambia wageni tuna mambo mawili. La kwanza, twendeni tukamwabudu Mungu ambaye ametuumba, ametupa maisha na tuko hai. Wasema sasa sisi utatukuta. Haya, kaeni nitawakuta. Sasa sisi twende, wakubali sawa. Lakini huwezi kusema umepata wageni eti ukae na wageni hao unawaongelesha wageni wakati muda wa ibada umefika. Waambieni baba mama, mimi naenda kanisani nitawakuta. Mwingine anasema sasa mimi ngoja tu nikae nao hao wageni, kwani watanielewaje nitakapowaacha peke yao? Kwani Mungu atakuelewaje ukimwacha peke yake kanisani? Hebu inua mkono juu, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Niko tayari kumpa Mungu sadaka yenye gharama. Sadaka yenye gharama. Sadaka yenye thamani katika jina la Yesu. Amen. Ndio tunaanza na maisha yetu. Kabla tujatoa ile sadaka, tunaanza na maisha yetu kukubali kuondoka kwenye desturi na maisha ya kawaida. Tunaanza kumpa Mungu thamani ya maisha. Leo wakati nilipoitwa kuokoka, niliamua kumpa Mungu maisha yangu. Ndio thamani ya kwanza ya gharama. Halafu nikishafika kwa Yesu, Mungu ataniomba pesa, namwambia sio kitu. Kama nimeshakupa maisha yangu, kwani pesa yako ni kitu gani? Mungu ataniomba muda, namwambia Mungu hamna shida, nimeshakupa maisha yangu. Sasa mimi nimeamua kumpa Yesu Kristo. Nimekataa tamaa za ujanani, nimeshinda mambo ya dunia, nimekataa mambo mbalimbali. Leo nitakuja kuzuia kama mshahara kama mwezi mmoja, hata kama ni miezi 6 mimi nampa Mungu. Na hapo sasa ukitoa sadaka za kiwango hicho, Mungu anakuhakikishia kwanza, chochote unachokiomba anakupa. Chochote unachokiomba anakupa. Daudi akatoa sadaka yenye gharama. Utasoma pale chini, twende tusome pale. Alitoa ng'ombe wangapi? Alitoa mbuzi wangapi? Alitoa kondoo wangapi? Walokole hatujui kutoa sadaka, lakini angalau kidogo manabii sasa wamekuja, wamebadilisha mifumo mingi ya Wakristo. Wengi wameanza kujua kutoa sadaka. Amen. Wa Pentecoste walikuwa hawajui kutoa sadaka. Bakuyo toroja. Untolondo. Yaani wako Pentecoste. Yaani ukisikia mama, huyu ni mchungaji wa walokole, wale wanajua wachungaji ni maskini. Choka mbaya ndio wanaitwa mchungaji choka mbaya. Soma pale tulipoishia mstari wa 24, soma kushuka pale chini. Nani amefika pale? Somaji kwa Daudi akamwambia Arauna, basi ndio, lakini kweli utazinunua kwa thamani yake kamili, kwani sitamtwalia Bwana kilicho chako, wala kutoa sadaka ya kuteketezwa. Haya, komea hapo. Asante sana. Mstari wa 25. Basi Daudi akampimia Arauna thamani ya mahali pale shekeli 600 za fedha kwa uzani. Kisha Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akamtolea sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani, akamlingana Bwana naye akamwitikia.
toka mbinguni kwa moto juu ya madhabahu hiyo ya sadaka ya kuteketezwa. Bwana naye akamwamuru malaika, naye akaurudisha upanga wake alani tena. Wakati huo Daudi alipoona ya kwamba Bwana amemwitikia katika kiwanja cha Arauna Myebusi, ndipo kutoa dhabihu, kwa maana ile maskani ya Bwana aliyoifanya Musa jangwani na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa vilikuwapo wakati huo mahali pa Gibeoni. Wala Daudi hakuweza kwenda mbele za Bwana ili kumuuliza Bwana, kwa sababu aliona hofu kwa ajili ya upanga wa yule malaika wa Bwana. Sasa hapa tunaona huyu Daudi baada ya kuona lile tatizo, ule ugonjwa, ule msiba uliolikamata taifa, bado hata leo sadaka inaonyesha commitment, inaonyesha mwitikio, inaonyesha dhamira, inaonyesha kukubali kwa mtu, inaonyesha kumwamini Mungu. Yeyote anayetoa sadaka mbele za Bwana, Mungu anamwitikia. Mungu anaona imani yake kwako, kwa sababu mara nyingi pesa zimefungwa na moyo. Unapotoa pesa yako kwa Bwana, Mungu anauona moyo wako kupitia fedha yako. Haijaanzia kwetu, imeanzia mpaka kwa Kaini. Kaini alipobania mali zake, Mungu alimkataa, lakini Habili alipokubali kutoa sadaka zenye gharama, akaangalia wale wanyama walionona kwenye mifugo, akaangalia kwenye mbuzi zilizo nzuri, akaangalia kwenye ng'ombe zilizo nzuri, akaangalia kwenye kondoo walio wanono wazuri. Usimtolee Bwana zenye kilema. Ikiwa unahitaji kumlingana Bwana na kukomesha vikwazo vya kishetani vinavyoshambulia maisha yako, ni lazima ujue ya kwamba Mungu anauangalia moyo wa mwanadamu, na mioyo ya wanadamu wasema anaipima kama kwa mizani. Yale matendo yanapimwa kwa mizani. Mungu hapimi maneno kwa mizani, ila anapima matendo ya mwanadamu. Na utoaji wa sadaka na utoaji mbele za Bwana ni moja ya vitu vinavyopimwa, maana kutoa ni tendo ambalo linakufungulia milango ya mafanikio na maisha. Jifunze kutoa sadaka zenye gharama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, sasa hivi tunazungumza habari ya kununua vyombo vya muziki. Tunasema tuanzishie mchango. Bwana alikuwa ananiambia hayo unafanya makosa. Na mwisho wa siku Jerusalem Temple tutafuta michango kabisa. Tutafuta. Hatutakuwa na michango sisi. Tutaifuta kwa sababu gani? Tutaifuta kwa sababu chombo au akaunti ya benki ya Jerusalem Temple itakuwa na pesa za kutosha. Ndio. Tutakuwa na hela. Hatutahitaji mchango wa mtu. Sadaka zetu zinatosha kununua vyombo, kununua maviwanja, kununua magari ya kanisa. Zinatosha tukiamua kumtolea Mungu kwa moyo wa kupenda. Pesa na ni akaunti kajaa pesa. Utasoma milioni 200, milioni 300, milioni zimetoka wapi? Kwenye sadaka ambazo watu wa Mungu wametoa kwa moyo. Haya mambo ya kusema tunategemeza, ni kwa sababu watu hawajui kutoa sadaka. Kila siku mnahudhuria kanisani, alafu mnategemeza kitu gani? Mnategemeza nini? Maana yake kiwango chenu cha kutolea Mungu ni kibovu. Mnajua gondolo, natoa gondolo. Gondolo ja. Sasa, yani unafika mahali unasema kiwango hiki hapana. Lakini kama watu wangejua kumtolea Bwana, vyombo tunanunua kwenye sadaka. Viwanja vya kanisa tunanunua kwenye sadaka.